Fikiria kugundua dada yako pacha ambaye mnafanane kama shilingi kwaya pili na hukuwahi kumjua. Maisha yameibwa, siri zimefichwa kwa miaka 17 na ukweli unaoweza kubadilisha kila kitu. Je, ungefanya nini kurejesha kilichopotea? Tazama hadi mwisho kuona jinsi Neema na Amara wanavyokabiliana na masaibu ya zamani, kuponya majeraha na kuthibitisha kwamba familia si tu damu, ni upendo, ukweli na mshikamano usiovunjika. Jisajili sasa kupata hadithi zingine za Kiafrika zenye msisimko mkubwa kama hii. Gari la Mercedes-Benz jeusi lilisimama ghafla katikati ya barabara kuu ya jiji la Mirembe. Amara alitazama nje ya dirisha, uso wake ukionyesha mchanganyiko wa tabasamu na uchungu. Alikuwa ameshazoea pembe za jiji hili, majengo marefu, maduka ya anasa na watu wanaokimbilia maisha yao. Lakini kitu kimoja hakikuwa cha kawaida leo. Msichana mdogo, umri wake kama miaka 17, alikaa pembeni mwa barabara, nguo zake zimechanika na mkono wake ulionyoshwa kwa unyenyekevu. Macho yake yalikuwa yameinamisha chini, lakini uso wake ulikuwa kama kioo kinachoakisi Amara yenyewe. Wewe ni nani? Amara aliuliza, sauti yake ikiwa ni mnongono. Msichana alinyamaza, akiogopa. Kisha kwa sauti nyembamba alijibu, jina langu ni Neema. Bi Zawadi alifikia, na pale alipomwona Neema, kikombe cha kahawa kilichoangamisha mkononi mwake kikaanguka chini. Uso wake ulibadilika rangi, ukawa cheupe kama karatasi. Hii haiwezekani, alisema akinyomba. Nyumbani kwa familia ya Mwenda, ghorofa ya pili ya jengo la kifahari mjini Mirembe, joto lilikuwa linachoma. Bi Zawadi alikaa kitini, mikono yake ikitetemeka. Neema alikaa mbele yake, akivaa nguo mpya ambazo Amara alimpatia, lakini bado akionekana kama alikuwa katika ndoto. Bwana Mwenda, baba yao, aliingia akileta madaktari wawili na mshauri wa kisheria. Uso wake ulikuwa mgumu, lakini macho yake yalionyesha wasiwasi. Tunahitaji kufanya mtihani wa DNA, alisema kwa sauti ya amri. Leo hivi. Amara alishikilia mkono wa Neema. Baba, unaweza kumuona tu. Yeye ni dada yangu, najua moyoni mwangu. Moyo hauwezi kuthibitisha ukweli wa kisayansi, Bwana Mwenda alijibu kwa ukali, lakini macho yake yalipomgeukia Neema kulikuwa na kitu cha kutisha ambacho kilimfanya ajiepushe. Daktari alichukua sampuli za damu kutoka kwa Neema na Amara. Matokeo yatakuwa tayari baada ya masaa 48, alitangaza. Usiku ule, Amara hakuweza kulala. Alilala kitandani mwake, akifikiri juu ya miaka yote aliyopita kama mtoto pekee. Hisia ya upweke ambayo daima ilimfuata hata wakati akiwa amezungukwa na mali na starehe. Sasa, kwa mara ya kwanza, kitu kilitoa maana. Chumbani mwake, Neema naye alikuwa macho. Aligusa kitanda kilicholaini, akaangalia paa la juu na machozi yakatiririka. Kwa miaka 4 iliyopita, tangu alipokuwa na umri wa miaka 13, aliishi mitaani. Kabla ya hapo, maisha yalikuwa giza totoro. Nyumba ya yatima ambayo ilifurika na ukatili, njaa na kelele za usiku. Lakini kitu kimoja kiliendelea kumtaabisha, ndoto za msichana mwingine aliyefanana naye kabisa, akicheka katika bustani za maua. Ndoto ambazo zilimfanya Neema aamini kwamba mahali fulani alikuwa na familia. Masaa 48 yalipita kama miaka. Familia ya Mwenda ilikusanyika sebuleni, wasiwasi ukiwaka katika macho ya kila mtu. Daktari alifungua bahasha kwa tahadhari. Matokeo yanaonyesha bila shaka yoyote, Neema na Amara ni pacha wa uzazi mmoja. Ukimya ulijaa chumba kama upepo wa baridi. Kisha Amara alipiga kelele ya furaha, akamkumbatia Neema kwa nguvu. Lakini Bi Zawadi alianguka kitini, machozi yakimwagika kama mto. Mwanangu, mwanangu, alilia. Samahani, samahani.
Bwana Mwenda alisimama, uso wake ukiwa mgumu kama jiwe. Zawadi, tunahitaji kuzungumza sasa hivi. Waliingia ofisini mwake na mlango ulifungwa kwa nguvu. Sauti zao zilisikika, hasira, mshtuko na kitu kingine, kitu cha kutisha. Amara alimgeukia Neema. Tutapata jibu, naahidi. Lakini ndani ya ofisi ukweli ulikuwa wa kutisha zaidi. Bi Zawadi alisimama mbele ya mumewe, mwili wake ukitetemeka. Nilikuambia kwamba mtoto mmoja alifariki wakati wa kuzaliwa, alisema kwa sauti iliyovunjika. Ilikuwa uongo, walikuwa wawili, lakini mmojawapo aliibwa kutoka hospitalini. Nini? Bwana Mwenda alipiga meza kwa nguvu. Kwa miaka 17 umenificha ukweli huu? Niliogopa. Polisi hawakumwona mtoto. Hospitali ilisema ilikuwa ni bahati mbaya, kwamba usalama ulikuwa dhaifu. Walinishauri kusahau, kuendelea na maisha, lakini sikuwahi kusahau. Na sasa? Bwana Mwenda aliuliza, sauti yake ikishusha. Sasa nini? Yuko hapa, binti yangu aliyeishi mitaani kama mkimbizi wakati sisi tunaishi starehe. Bi Zawadi alianguka magotini. Samahani, tafadhali samahani. Asubuhi iliyofuata, Bwana Mwenda aliwaita wapelelezi wa kibinafsi. Nataka kujua yote, jinsi alivyoibiwa na nani aliyefanya. Mpelelezi mkuu, Bwana Rashid, alikuwa mtu wa umri wa miaka 50, mwenye uzoefu wa miaka kadhaa katika kesi ngumu. Aliangalia faili ya hospitali ya zamani, akauliza maswali na kuanza kuunganisha vipande vya fumbo. Siku hiyo, Aprili 15, miaka 17 iliyopita, kulikuwa na wafanyakazi watatu waliokuwa zamu ya usiku, alisema akiweka picha 3 mezani. Mmoja wao, muuguzi aliyeitwa Asha, aliondoka kazi mara baada ya kuzaliwa kwa pacha. Hakuwahi kurudi. Mtafute, Bwana Mwenda aliamuru. Katika siku 3, Asha alipatikana akiishi katika mtaa wa Kimwani, sehemu iliyojaa umaskini na uhalifu. Alikuwa mwanamke mwenye umri wa miaka 40, sura yake ikionekana imeuchukwa na maisha magumu. Walipofika, Asha alitizama, lakini kijani cha hatia kilionekana machoni mwake. Sitaki matatizo, alisema kwa sauti iliyotetemeka. Basi tuambie ukweli, Bwana Rashid alisema. Uliibaje mtoto wangu? Asha alinyamaza kwa muda, kisha alibubujika kwa machozi. Sikuiba kwa ajili yangu, niliambiwa kufanya hivyo. Na nani aliyekuambia? Bwana Mwenda aliuliza, hasira ikiwaka katika sauti yake. Asha alitetemeka. Bibi Ana, dada yako. Ulimwengu ulizunguka kwa Bwana Mwenda. Bibi Ana, dada yake mkubwa, ambaye alikuwa akiishi nao nyumbani, ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa familia, ambaye alicheza na Amara kila siku, yeye ndiye aliyeiba binti yake. Hii ni uongo, alisema, lakini sauti yake haikuwa na imani. Ni kweli, Asha alilia. Alinitumia pesa 50,000. Alisema kwamba familia yako ilikuwa na watoto wengi sana, kwamba mtoto mmoja hasingehitajika. Aliniambia kumchukua, kumpeleka nyumbani kwa yatima na kusahau. Na wewe ulifanya hivyo? Bwana Rashid aliuliza kwa dharau. Nilikuwa na deni, niliogopa kupoteza nyumba yangu, lakini baadaye niliondoka kazi kwa aibu. Sikuwahi kusahau uso wa mtoto yule. Bwana Mwenda alirudi nyumbani, moyo wake ukiwa mzito kama chuma. Alikuta Bibi Ana akicheza na Neema, tabasamu lake la uongo likiwaka. Ana, alisema kwa sauti ya baridi, tunahitaji kuzungumza. Bibi Ana alimgeukia na kitu katika macho yake kilimfanya afumbe midomo. Ndiyo kaka yangu. Kwa nini ulifanya hivyo? Ukimya. Kisha tabasamu la Bibi Ana lilifikia. Kufanya nini? Usijifanye, najua yote. Uso wa Bibi Ana ulibadilika. Tabasamu lilipotea na mahali pake ghadhabu na chuki vilionekana. Kwa sababu ulikuwa na kila kitu,
alipiga kelele. Wewe ulikuwa mtoto wa kipenzi wa mama na baba. Wewe ulipata biashara. Wewe ulipata familia nzuri. Na mimi nilikuwa kivili. Kwa hiyo ukaiba mtoto wangu? Bwana Mwenda aliuliza kwa mshangao. Nilikuwa nataka kuona unaumia. Nilikuwa nataka kuona familia yako ikivunjika kama yangu ilivyovunjika. Bibi Ana alishusha kicheko cha kichaa. Lakini hujui kipande kikubwa cha hadithi, sio? Nini unachosema? Bwana Mwenda aliuliza, akijisikia baridi. Bibi Ana alimsogelea. Neema hakuwa peke yake ambaye nilimpa maisha magumu. Bi Zawadi, mke wako mzuri, yeye pia ana siri. Unaongea nini? Muulize jinsi alivyokutana na wewe. Muulize kuhusu maisha yake kabla ya kuolewa. Muulize kuhusu mume wake wa kwanza. Bwana Mwenda alirudi ndani akikuta Bi Zawadi na Amara wanakaa na Neema. Aliangalia mkewe na kwa mara ya kwanza aliona mashaka. Zawadi, tunahitaji kuzungumza kuhusu kabla ya kuolewa kwetu. Bi Zawadi alitetemeka. Mwenda, tafadhali. Ukweli, sasa. Machozi yalijaa macho ya Bi Zawadi. Ndiyo, nilikuwa na mume wa kwanza. Tuliachana baada ya miaka 2. Alikuwa mtu mbaya, lakini nilipokutana na wewe, nilikuta furaha, nilikuta matumaini. Kwa nini hukuniambia? Kwa sababu niliogopa kwamba ungeniacha, kwamba ungeona kama mimi ni mwanamke aliyeharibika. Amara alinyanyuka. Mama, hakuna ubaya katika kuwa na maisha kabla ya baba, lakini kuna kitu kingine, sio? Bi Zawadi alilia kwa nguvu. Mume wangu wa kwanza, jina lake ni Juma. Alipofariki mwaka jana, nilienda mazishini na nikagundua kwamba Bibi Ana na yeye walikuwa wagombezi wa biashara. Ana alimdharau sana. Hivyo Ana alichukua kisasi kwangu kwa kumuiba mtoto wako? Bwana Mwenda aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Ndiyo, Bi Zawadi alijibu. Yeye alikuwa akitaka kuniangamiza kwa sababu alidhani nilimuiba wewe. Siku zilizofuata zilikuwa za mateso. Bibi Ana alikamatwa na polisi, akishtakiwa kwa wizi wa mtoto na udanganyifu. Asha pia alipata hatua za kisheria, ingawa alionyesha toba. Neema alipokea matibabu ya kisaikolojia kumsaidia kurekebisha miaka ya trauma. Alipoulizwa jinsi alivyoishi, alitengeneza hadithi iliyokata mioyo. Nyumbani kwa wayatima kulikuwa na njaa kila siku. Wafanyakazi walikuwa wakali. Walipokuwa wamelewa, walitupiga. Nilipokuwa na miaka 13, nilikimbia. Niliamua kupambana mitaani kuliko kurudi. Amara alilia, akishikilia mkono wa dada yake. Hawitakuwa tena hivyo, kamwe. Lakini Neema alikuwa na wasiwasi. Familia yenu ni ya utajiri. Watu watadhani ninataka pesa zenu tu. Bi Zawadi alimkumbatia. Wewe ni binti yangu, damu yangu. Hakuna kitu kingine kinachohitajika kujua. Bwana Mwenda alizungumza kwa makamu wa kisheria kuhusu urithi. Amara na Neema watapokea sawa kabisa. Wote ni binti zangu. Lakini kulikuwa na kizuizi kimoja. Neema hakuwa na hati za kuzaliwa, kitambulisho au uthibitisho wowote wa uwepo wake. Tutahitaji kufanya kesi mahakamani, mshauri alisema, lakini kwa ushahidi wa DNA na ushuhuda wa Asha, tunapaswa kushinda. Miezi 6 ilipita. Mahakama ilimpa Neema utambuzi wa kisheria na jina lake rasmi likabadilishwa kuwa Neema Mwenda. Siku ya maamuzi, Neema alilia machozi ya furaha. Mwaka mmoja baadaye, Neema alianza shule ya upili, kitu alichokaa akiota. Alikuwa msichana mwerevu na ingawa alikuwa nyuma kwa masomo, alijifunza kwa bidii. Amara alimfundisha kila kitu: jinsi ya kutumia kompyuta, jinsi ya kuogelea, jinsi ya kusoma vitabu vya kale. Walikuwa karibu zaidi kuliko dada wowote. Lakini Neema alikuwa na ndoto moja: kuokoa watoto wengine waliokuwa katika hali kama ile aliyopitia.
alianzisha shirika lisilo la faida likiitwaye Pacha wa Matumaini, lililomsaidia vijana wa mitaani kupata elimu na matibabu. Bi Zawadi alimpa Neema chumba cha kumbukumbu, chumba ambacho kwa miaka mingi kilihifadhiwa kwa siri, kilijaa vitu vya mtoto aliyepotea. Nguo za mtoto, vitabu vya hadithi na picha za Bi Zawadi akimshikilia mtoto aliyekufa kilichotolewa. Sikuwahi kukusahau, Bi Zawadi alimnong'oneza Neema. Kila siku niliomba kwamba angekuwa salama. Neema alimkumbatia mama yake. Niko salama sasa, niko nyumbani. Bwana Mwenda naye alibadilika. Aliomba msamaha kwa hasira yake, kwa miaka ya kusahau kwamba familia ni zaidi ya pesa na neno la mwisho lake. Nimejifunza kwamba mali haiwezi kununua furaha, alisema wakati wa karamu ya maadhimisho ya siku ya kuzaliwa ya Pacha. Lakini upendo na kweli ndiyo yanayofanya nyumba kuwa nyumbani. Miaka miwili baadaye, Neema alikuwa na umri wa miaka 19, mwanafunzi bora katika shule yake na kiongozi wa shirika lake. Amara alisoma chuo kikuu cha kisheria, akitaka kuwa mwanasheria wa haki za binadamu. Bibi Ana alihukumiwa kifungo cha miaka 10 kwa wizi wa mtoto, lakini siku moja Neema alimtembelea gerezani. "Kwa nini umekuja?" Bibi Ana aliuliza kwa uchungu. "Kwa sababu nataka wewe kujua kwamba nilikusamehe. Ulichokifanya kilinikata moyo, lakini ukanitia nguvu pia. Nafahamu sasa kwamba maisha si juu ya jinsi unavyoanza, bali jinsi unavyomalizia." Bibi Ana alilia kwa mara ya kwanza, akionyesha toba ya kweli. "Samahani Neema, kwa moyo wangu wote samahani." Asha naye alipata nafasi ya pili. Familia ya Mwenda ilimpa kazi katika shirika la Neema, na yeye alifanya kazi kwa bidii kurejesha jamii alichoumiza. Familia ya Mwenda ilifanya sherehe kubwa ya kuunganisha Pacha. Watu kutoka kila pembe ya jiji la Mirembe walikuja, wale ambao waliwahi kumwona Neema mitaani, wale ambao walipata msaada kutoka kwa shirika lake, na wale ambao walipenda tu hadithi yake. Katika hotuba yake, Neema alisema, "Nimeona giza, nimeonja uchungu, lakini nimeonja pia upendo ambao hauna masharti. Familia si tu damu, ni wale wanaosimama nawe wakati ulimwengu umegeuka kisogo." Amara aliongeza, "Dada yangu amenifunza juu ya nguvu na huruma. Tunashiriki uso, lakini tunashiriki pia nia, kutengeneza ulimwengu ambao hakuna mtoto yoyote ataachwa nyuma." Miaka kadhaa baadaye, Neema na Amara walisimama juu ya jengo, wakitazama jua likitua juu ya jiji la Mirembe. Safari yao ilikuwa fupi lakini kubwa, kutoka mitaani hadi nyumbani, kutoka upweke hadi umoja. "Unawaza kuhusu nini?" Amara aliuliza. "Kuhusu jinsi bahati inaweza kubadilisha kila kitu," Neema alijibu. "Siku moja nilikuwa msichana mitaani bila tumaini. Siku iliyofuata nilikuwa na familia, nyumba na lengo. Tulikuwa tumepangwa kuwa pamoja," Amara alisema. "Hata wakati ulimwengu ulitutenganisha, roho zetu zilikuwa zimeshikamana." Neema alitabasamu. "Damu haifichwi, hata katika giza totoro, ukweli daima unajitokeza." Na kwa mara ya kwanza tangu hisia ya kumbukumbu, wote wawili walihisi kamili, si tu kama dada, bali kama nusu mbili za roho moja iliyounganishwa tena baada ya safari ndefu ya raha na majonzi. Miaka kadhaa baada ya kuunganishwa, Neema na Amara walikuwa tayari kuunda maisha mapya. Neema alikuwa kiongozi wa shirika lake lisilo la faida, akisaidia watoto waliokuwa katika hali kama ile aliyopitia. Amara, akiwa katika chuo kikuu cha kisheria, alijitahidi kuwa mwanasheria wa haki za binadamu, kuhakikisha kuwa sauti za wanyonge zisikike. Familia ya Mwenda ilibaki pamoja, wakifurahia usawa, upendo na ukweli uliodumu. Bibi Ana na Asha walipata nafasi ya kurekebisha makosa yao, wakihudumia jamii na kujifunza maana ya toba. Neema alipoangalia jua likitua juu ya jiji la Mirembe pamoja na Amara, alijua moja: damu haifichwi. Hata gizani, ukweli unajitokeza. Familia si tu damu, ni ahadi, mshikamano na upendo unaoendelea
hata baada ya mateso yote. Hadithi hii inafundisha kwamba hakuna jambo zuri linalofichwa milele na kwamba upendo wa kweli, ingawa unaweza kusambazwa, hauwezi kamwe kuondolewa kabisa. Familia ni zaidi ya damu, ni ahadi, ni uaminifu na ni nguvu ya kusimama pamoja hata wakati kila kitu kinaonekana kupotea. Ikiwa umevutiwa na hadithi ya Neema na Amara, jisajili sasa kwa kusubscribe, finya like pia ili usikose hadithi zingine za Kiafrika zenye msisimuko, siri na hisia za kweli. Shiriki pia na rafiki yako na uonyeshe jinsi ukweli na upendo vinavyoweza kushinda kila changamoto. Niambie unasikiliza ukiwa wapi. Asante kwa kutazama, tukutane kwa hadithi nyingine.